Huyu auliza, mtu ni mgonjwa na amepewa dawa za kulala, na zile dawa za kulala humlaza sana akila. Je, akiswalia dhuhuri afaa swalia dhuhuri, alasiri, magharibi na isha? Kwa sababu akiinuka time zimeshapita, hakuna inahunuka saa ngapi. Ni hivi, kwanza siyui atakula dawa saa ngapi. Sasa mathalan utakula dawa saa 4, utaweza kuswalia dhuhuri? Mtu atakula dawa saa 4 ya mtana, afaa kuswalia dhuhuri? Saa 5 ya mtana, afaa kuswalia dhuhuri? Saa 6 ya mtana, afaa kuswalia dhuhuri? Saa 6 na dakika 20 afaa? Kwa sababu gani? Wakati bado hauja ingia. Haya, mimi nitaswalia dhuhuri kwa wakati. Tamwambia sawa, wewe kula dawa, lakini ni dawa mimi kila kiinuka huwa ni alfajiri. Mwambia wewe swali ya dhuhuri, sawa? Wewe swali ya dhuhuri. Si alasiri bado? Si alasiri bado? Wewe swali ya dhuhuri. Lakini mimi na hakika kila nitalala. Wewe swali ya dhuhuri kisha lala. Umeinuka alasiri, sawa? Hukuinuka, basi. Sababu nyudhuru za swala ni ngapi? 2. An-naumu wan-nisyan, kulala na kusahau. Hili swala mimi nimeshawahi kulijibu, lakini niwakumbushe. Kulala kuna aina 2. Kuna kulala kabla ya wakati, kuna kulala baada ya wakati. Kuna kulala kabla ya wakati na kuna kulala baada. Kwa mfano nauliza tu, sasa yao isha tayari bado? Tunene bado. Sawa? Mtu atakulala, je, ni lazima awe na hakika atainuka kabla isha haijatoka? La. We lala, kiinuka saa 3 asubuhi, tutamwambia amepata madhambi ya ile isha? Kwa sababu hauambii wewe zuia mato mpaka isha uswali. Isha haijaingia. Swala yoyote ikiwa kabla ya wakati, lala, si lazima uwe na hakika utainuka au, ila swala ya alfajiri. Kwa sababu swala ya alfajiri yenyewe imewekwa kwenye nini? Usingizi. Tuko? Swala ya alfajiri haisamehewi kwa sababu yenyewe ile swala imewekwa kwenye wakati wa nini? Wa usingizi. Mimi saa 6 na yua huadhiniwa saa 6:30. Je, ile saa 6 nafaa kulala sifai? Wafaa. Bado kidogo tu kuadhiniwa. Huwezi kunambia mimi bado kidogo kuadhiniwa. Nambia mimi tayari kumeadhiniwa. Kwa sababu swala haini lazimu mpaka kufanya nini? Kuadhiniwe. Tuko? Saa 12 ya alasiri, si unena 12 ya nini? Magharibi. Tayari magharibi? Faa kulala. Sasa ya kutadhiniwa magharibi, shauri yake mwate alala. Meinuka, haya, hakuinuka, lakini Allahu Akbar, Allah. Sije nkadhini watu wakaona isha tayari. Tuko? Kumeadhiniwa, wewe ukanena nasinzia, ngoja nilale kidogo. Tukwambia sawa, lala, lakini kwa sharti moja. Lazima uwe na 100% kwamba utainuka na bado wakati. Muko na mimi? Au mmeshalala? Na kuna mtu mmoja alikuwa apenda kulala, alikuwa kuambiwa bwana, kesho kuna mashindano ya wenye kulala. Alianza kulala hapo hapo, akaenda kasajiliwa amelala, akatangazwa ni mshindi na yeye ulele. Tumefahamu? Kumeadhiniwa. Maana kuadhiniwa ni ishara ya kuwa wakati umeingia. Ataka kulala, tutamwambia yeye ni kifua cha ng'ombe, tutamwambia lala, lakini kwa sharti uwe na hakika kwamba utainuka kabla ya wakati kumalizika, haujatoka yani. Tumefahamu vizuri hapa? Sasa wewe kula dawa, lala nyakati zote, lakini hufai kuitanguliza swala kwa ajili, hakuna udhuru wa jamu kwa ajili ya usingizi. Itakuwa kali ni. Yani yeye ufanya jamu takdimi, ukimuuliza mbona uswali kabisa alasiri? Kwa ajili ya kulala. Mpia ini. Kule Yemen kuna mimi nilikwenda siku ya Ijumaa. Watu wakimaliza kuswali Ijumaa huswali na alasiri kabisa. Ukiwauliza kwa nini, kwambia kabisa ni mambo mmeyaona.
Yani yeye Ijumaa, yeye ataswali Ijumaa, akimaliza Ijumaa huinuka wakaswali alasiri kabisa. Ukiwauliza sababu ya kujumuisha, ukwambia siku ya nini ya kijiti, manake siku ile huliwa pilau maalumu, wakimaliza ni kijiti mpaka Isha. Na ile magharibi pia utiwa ni ya taakhiri, hakuinukiwi mpaka Isha zikatanganywa. Angalia watu hao. Wallahi. Waswahili walikwambia tembea uone mengi, kwa hiyo haifai. Naam.